Moyo unatesa mwili, kichwa kutwa kufikiri, hivi una nini moyo? Moyo unapitia vingi, ila bado unaifanya siri. Ajue alacho kuku usingempa mgeni, hebu zunguka kwa huku umtizame jani. Hey Nadia, hebu njoo. Mwanangu, hapa pameletwa barua ya posa na mzee Mwalimu. Mzee Mwalimu anahitaji kukuoa. Ndio na mzee Mwalimu? Ana nini mzee Mwalimu? Baba. Basi mkubwa. Kwa hiyo mimi nataka mnionyeshe yule mbaba nikamtolea. Mwanangu, ukubwa sio tatizo. Tatizo maadili mema mwanangu. Bi Khadija kaolewa na Mtume Muhammad akiwa na umri wa miaka 45. Muhammad ana miaka 25. Nawe wameoana mwanangu, sembusewe na Mwalimu. Lakini bora mimi kwa ndo mkubwa, lakini yeye akamdogo, lakini yeye ndo mkubwa, mimi mdogo kweli. Alafu mimi ndo na mzee Mwalimu? Hapana. Hilo mama wala sio tatizo mwanangu, na hiyo wala sio shida mwanangu. Kumbuka hii ndoa ni sawa sawa na wingu la mvua mama. Likifunga unaona wingu limefunga, lile linatamaa litanyesha kwangu, kwako lisinyeshe mwanangu, likanyesha kwa mwenzio. Hii ni bahatio, haitojirudia tena mwanangu. Hapana baba, kabati niyo mimi sitaki kuolewa na mzee Mwalimu. Kati yangu mie na wewe na mamio, mume ni nani ndani ya hii nyumba? Ni mimi Basi kama mimi ndo mwenye amri na mimi ndo mwenye mamlaka, wataka utaolewa na mzee Mwalimu, hutaki utaolewa na mzee Mwalimu. Full stop. Agnes! Agnes! Be kaka. Anjo hapa. Be? Hivi wewe, wakati tunajifunza haya mapenzi ulishauriwa na nani? Mwenyewe kaka. Au sio? Kwa unajibu tu unavyojisikia. Kwa ulijishauri mwenyewe, yalipokufika kooni sasa ndio ukaona mimi nina umuhimu. Ukaanza kuja kaka sijui nini. Hivi kuna haja gani ya kuendelea kumlilia mtu hajali hisia zako, hajali kuhusu uwepo wako? Yaani mimi nadhani hata kuhusu huyo mtoto wako hajali pia. Kuna maana gani sasa? Leo umekaa eti mimi kaka nampenda Kim sijui nini. Yaani mimi najitoa naenda kuongea naye kutoka na mara mwingine ndani. Unajisikiaje kwa mfano hapa? Niambie sasa unajisikiaje? Yaani mimi pale mbele za watu nashikana na mwanaume mwenzangu eti kisa wewe. Ukiuliza nini? Agnes anateswa na mapenzi eti na Kim. Sasa basi, si ulipata mimba na mtoto umezaa? Tunachotarajia sasa hivi yani, kama ni gono, kaswende na magonjwa yote ya zinaa utayapata.
sababu wewe umeshindwa mwenyewe kutumia akili. Huo ni ujinga. Hivi wewe ni mdogo wangu kweli wewe? Lakini kaka, mimi nampenda Kim. Yaani mimi nakwambia haya maneno nikafikiri labda akili yako itajichaji ubadilike. Hivi kitendo kina nini hichi? Mama yangu wewe. Hivi mdogo wangu kweli wewe? Nitamuuliza vizuri mdogo wangu kweli wewe? Hivi baba? Naam mwanangu. Unaona kitu ninachoenda kifanya ni kitu sahihi? Kama kipi mwanangu? Baba, ndoa sio siri. Mtaa mzima anajua baba. Ndiyo mwanangu, kweli ndo nimependa mimi mke ule kwenda kumposa. Hivi baba, kwa mfano mimi nikiolewa na mwanaume ambaye wewe amekuzidi umri, utajisikiaje? Ni watoto wa siku hizi mbona wamekuwa jeuri vizuri? Sasa wewe unataka kushindana na mimi baba yako? Yaani baba, unajua kwamba mimi ni baba yako unajua? Jiheshimu alafu ndo uheshimiwe mzee. Mpenzi, unajua hivyo imesema muda mrefu, lakini swala letu la ndoa tulizungumzia. Hadija mpenzi wangu, nadhani unaifahamu hali yangu ya uchumi, ila nakuahidi nitatuma washenga na nitaleta barua. Mpenzi, anza kutokea mtu muda wote akatoa barua na kutangaza ndoa, na mimi sipo tayari kupoteza. Hadija mpenzi, maneno yako yanaumiza sana moyo wangu, ila nakuahidi nitakuoa. Mpenzi, maneno yako yananitia simanzi, ila maamuzi yako yatanifanya niwe kifua mbele na kujiona mke mtarajiwa kwako. Hadija kipenzi, nakuahidi nitakupoteza, nasitaki nikupoteze. Napenda sana. Sawa, asante. Unaona mfano habari sawa na unaona miti Pende bana. Hiyo ndo faraja. Pende najua nakupa maji. Unaona mfano wa maji? Yeah. Kila tone moja la maji linapodondoka chini ni ishara njema kwa wapendao. Sawa. Kwa maana Mwenyezi Mungu ameiumba dunia matabasamu na furaha kila ndani. Unaona haya maji? Yeah. Kuna viumbe wanaishi
ndani yake kiumbe huyo wakimtoa kwenye hali ya hewa ambayo tunatumia. Egi. Vipi udugu, mbona unalia? Yake udugu, yaani hapa yalonikuta huko kwa Baba Mwajuma. Yaani Baba Mwajuma ndio kumtolea maneno kama hayo kweli. Umepata nini tena shoga? Eti anasema yeye anajali kuhusu mwanae, sio mimi tena. Hakutaki? Kwa sababu gani mpaka hakutaki? Una mtihani huu. Yaani basi mwenzio alionikuta leo. Baba kaniita. Uniita bwana. Aniambia mzee mwalimu anataka kunioa. Mzee mwalimu? Ndiyo shoga yangu, mmeshangaa mimi kizee kile jamani, siku nitafutia ada huko. Alafu nawe ukasemaje udugu? Yaani hiyo hatari kubwa kuliko shoga yangu. Mimi naendelea kuchota maji vipi wewe uende? Mimi siendi shoga yangu. Sawa basi mimi ngoja niende kuchota maji. Haya. Nyamaza mtoto utakuwa baba yako yule ana akili. Zimewehuka. Ukasema una matatizo kuna enziwa na zaidi ya haya. Hii kubwa kuliko. Utapata kuoa. Kaka, nimepata taarifa huko mtaani kama Nadia amechumbiwa na mzee mwalimu. Au sio? Sasa wewe umeletea hizo taarifa ukiwa kama nani? Kwa sababu ni mtu anayekupenda. Yeye ananipenda mimi, ila mimi simpendi. Alafu kama ametolewa posa, si ndio anaenda kuolewa? Sasa kinachokuangaisha hapo ni nini? Mimi nakuletea tu ujue. Kama nimekosea naomba nisamehe. Nisikilize nikwambie. Kuanzia leo na kuendelea, hizo taarifa za huyo mtu popote pale utakapozipata, sitaki uniletee. Jamani. Si yule anampenda kakangu jamani. Haya. Inamaanisha sitaki kusikia chochote kuhusu huyo mtu. Okay, sawa. Jamani, si Nadia anampenda kakangu ya afu leo anakuja niambia maneno kama haya. Haya. Ndio mambo vipi? Poa. Unaongea Nzuri. Joli ni binti mzuri sana. Najua. Na kila sifa na kila sababu ya kuita mrembo kwenye hichi kijiji. Sio kama uko tofauti na wanawake wengine, kwa Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanadamu mbaya. Ila ni mzuri sana. Hivi nikwambie kitu? Yeah. Nenda kwenye point kwa sababu mimi na wewe kuna sehemu nataka niende. Sawa. Siwezi kuzificha hisia zangu zile na nyuma kali. Yaani kiukweli nimevutika sana kuwa na wewe. Mimi na wewe? Yeah. Yaani wewe wanipenda mimi? Yeah. Kwenye hichi kijiji hujaona mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu mimi? Kwa mfano nikwambia sikutaki. Cause ukiniambia si nitaki
ni sehemu ya maamuzi, lakini haijakuwa hivyo kwa hicho tunachokiangalia hapa. Basi kwa taarifa yako, sikutaki. Joli, sauti yangu ni kama dhahabu kwenye hichi kijiji. Kwangu mimi umefeli. Huwa mwalimu alokufundisha amwambia kufundishe tena, sio kwangu. Ila kawia ufiki, lakini kumbuka mimi ndio mwanaume sahihi kwako. Tafuta levo zako, mimi sio levo yako. Mimi ni maji marefu, nitakuua. Ina maana ana matatizo ya kiafya? Afadhali ya ukuta mtu mzima usiokuwa na haya. Hivyo mzee, kijiji chote hichi uko na mwanamke wa kumwoa zaidi ya mimi? Kwa nini Nadia? Mbona unatamka maneno kama hayo? Kwa hivyo ulivyo kuanzia juu mpaka chini, na huo umri uliokuwepo nao, mimi si ni mtoto wako? Au unataka nje kukalia eda au kulelea mtoto wako? Hapana Nadia, mapenzi hayana utu uzima. Nimekupenda Nadia. Nimekupenda Nadia. Tena mzee, nisikilize kwa umakini. Kaa mbali na mimi, kaa mbali na maisha yangu, la sivyo utakuja kuniona mbaya zaidi ya wabaya ambao unafikiria.